hebu achana hivyo vitu, acha hayo mafriji sio na machapati au yako jikoni. Wewe njoo tuondoke zetu, twende mlimani. Karibu sana Maisha Life, ambapo leo tunaenda kuelezea story kadhaa kwenye Biblia ambazo ukizitafakari sana unaona kuna watu walifanya vitu ambavyo ni vya kipumbavu. Dunia toka ianzishwe sijawahi kuona wapumbavu kama hao. Kwa mfano, sidhani kama nimeona kama kuna mpumbavu zaidi ya mke wa Rutu. Kwa nini nasema hivyo? Jaribu kufikiria. Mke wa Rutu pamoja na Rutu waliishi katika nyakati ambazo Mungu alikuwa anaongea na watu, anatoa sauti kabisa. Sauti inatoka mbinguni inasikika. Stereo kabisa. Sio kama katika nyakati hizi unakaa kwenye maombi yako usiku umemeditate, mara unasikia sauti unaanza kujiuliza, hii ni sauti ya Mungu kweli au ni mawazo yangu tu yananizingua? Hapana, kipindi hicho ilikuwa ni stereo kabisa, audio, wanasikia Mungu anaongea nao. Rutu. Sijui kwa nini watu tunaweka sauti ya Mungu kama base, lakini anyway na mimi nitaenda nayo hivyo hivyo. Rutu, na kuamuru fanya hivi. Audio kabisa wanasikia. Sasa Mungu aliwaambia nini? Mungu aliwaambia kwamba watoke Sodoma na wakimbilie mlimani. Aliongea audio kabisa. Huenda Rutu akasikia hii sauti pamoja na familia yake. Siku ikafika, akamwambia, "Hey baby, sasa sikia, wachukue watoto, chukua kila kitu, tunaondoka." Kama kawaida wanawake wao wanajivutavuta, huenda mke wa Rutu akaanza kuangalia nguo za kuvaa, anaangalia hili gauni halijakaa vizuri. Hii sketi haijakaa mkao wa kukimbilia mlimani. Huenda Rutu akamwambia, baby, hebu achana hivyo vitu, acha hayo mafriji sio na machapati au yako jikoni. Wewe njoo tuondoke zetu, twende mlimani. Muda si mrefu hapa yanakuja maangamizi. Kwa hiyo huenda wakakubaliana, sasa wakaanza kuondoka. Sasa kwenye kuondoka, kitu cha kijika kuliko vyote ndio kikatokea. Huyu mwanamke akadoubt maneno ya Mungu. Kumbuka Mungu alikuwa anaongea stereo, audio kabisa, lakini huyu mwanamke akadoubt. Anza, kwani kuna shida gani? Ngoja, huku nyuma nini kinaendelea? Mbona kama kuna kelele? Hapo Rutu anamwambia, baby, usigeuke. Wewe twende. Mungu amesema twende. Sema, mimi sijui. Wewe unaniambia nisigeuke. Wewe huwezi kuniamrisha. Wewe sio mama yangu. Mimi nataka kuona. Ngoja nigeuke nione kuna nini huko nyuma. Rutu anamwambia, baby, achana na hayo mambo. Wewe usigeuke. Twende. Mungu ndo amesema yeye mwenyewe, audio kabisa tumesikia. Lakini huyu mwanamke akaona, wewe usiniambie, mimi huwezi ukaniambia, wewe usinipelekeshe. Akageuka, ila amegeuka. Biblia inasema aligeuka akawa nini? Nguzo ya chumvi. Lakini muda huo huenda Rutu alistop kidogo. Alafu akageuka kidogo, mke wake ameshakuwa nguzo ya chumvi. Huenda Rutu akagusa hivi kidogo, akalamba, akaona hii ni chumvi hii. Kweli nitammiss, lakini ngoja niendelee tu. Rutu akaendelea bana na safari, lakini mimi bado mpaka leo wanashangaa ilikuwaje huyu mtu alisikia kabisa sauti ya Mungu, stereo, lakini bado akabisha hiyo sauti, hakutaka kuiamini. Kwa hiyo ushauri ni kwamba na wewe inabidi uangalie, je, wewe utakuwa ni mtu wa aina gani katika wakati huu? Je, pale unaposikia sauti ya Mungu, je, utaifuata au utaamua kuweka mawazo yako kwamba na mimi nataka kuona nini kinaendelea? Kwa hiyo chaguo ni lako. Lakini karibu sana hapa Maisha Life. Kila siku tutakuwa tunaendelea kutoa stories za Biblia ambazo zinatujenga na zinatufurahisha. Karibu sana. Unaweza ukasubscribe na ukashare hii video kwa mtu mwingine.